Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ba'd. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Nuru TV, leo twende tukaeleze somo la pili katika historia ya majini na dua za kuondosha hawa majini wabaya. Somo lililopita tulieleza namna ya maisha wanayoishi mashaitani, majini wabaya, na majini wema pia wapo. Tukaeleza namna gani majini walivyowekewa mwiko katika kumuingia binadamu, na hapo ndipo ambapo tunaendelea na somo letu. Lakini kabla tujaendelea, kama hujasubscribe basi tunaomba usubscribe ili kuwa kwanza kupata video zetu, na ukilike na kucomment mashaallah ili kutupa nguvu si mashekhe ambao tunatoa darasa mbalimbali. Naam, mashaitani kwanza kwa nini wanamuingia binadamu? Kama Allah tabaraka wa taala alipotueleza katika Qur'an, shaitan ameapa kuja kutupoteza na kututoa katika iman, na Mwenyezi Mungu akasema kwa yoyote ambaye atakayenifuata mimi, hakika mtu huyu hawezi akapotea. Ina maana yoyote yule ambaye atakaye kuwa na iman akamwamini Allah na asiende sehemu yoyote ya kishirikina katika kujitibia jini ambaye aliyekuwa naye, akaenda moja kwa moja katika kumuomba Allah tabaraka wa taala, basi mtu kama huyu atakuwa ameokoka na fitna za kishirikina na kupata kufanyia fitna majini wabaya. Na tunaendelea na somo letu. Majini wabaya tulisema ya kwamba akishamuingia au akishaingia katika mwili wa binadamu, basi bila shaka moja kwa moja inaonekana amefanya miongoni mwa makosa makubwa katika maisha ya kimajini, kama tulivyoeleza katika somo lililopita. Kama hujatizama basi unaweza ukatizama video zilizopita ukajipatia faida kubwa sana na ukasikiliza muendelezo wake. Miongoni mwa makosa makubwa ya majini, tulisema majini maisha yao ni kama sisi binadamu tunavyoishi. Mtu endapo akikosea basi anawekwa kifungoni, anafungwa na moja kwa moja kufanywa haki au haki kutekelezwa katika hilo. Sasa jini yoyote ambaye atakaye fanya jambo lolote akimuingia binadamu ni miongoni mwa makosa makubwa. Pia akitekeleza kosa lolote, baadhi ya majini wanaona kimbilio lao ni katika mwili wa binadamu, kwa sababu wanajua wala askariyul jinni, askari wa majini hawawezi wakaingia katika mwili wa binadamu kwa sababu wanaona ni katika makosa makubwa sana. Sasa majini wabaya wanapoona wamesababisha sehemu yoyote kosa lolote lile, wanakimbilia katika mwili wa binadamu. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatueleza ya kwamba unapotoka nyumbani kwako sema au soma dua hii kumwambia Mola, bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim. Dua ya kutoka nyumbani kwako kumwambia Allah, bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, alladhi ambaye la yadhurru hadhuriki, ma'asmihi pamoja na jina lake, shay na kitu chochote, fil ardi wala fis samaa, ardhini wala mbinguni, wa huwa as-sami'ul alim, Allah ni msikivu na anafahamu yote yanayoendelea. Kwa unamwambia Mwenyezi Mungu na wewe apate kukukinga, usidhurike na kitu chochote, usidhurike na madhila ya kishirikina, usidhurike na madhira ya barabarani. Unajua
katika kitu ambacho watu wengi hawakitambui, wanafikiri kila ajali ambayo inayotokea barabarani huwa ni uzembe wa dereva au dereva huwa amekosea. Muda mwingine mashaitani wanakwenda kusababisha mambo kama yale ili mradi wapate kunywa damu, na wakishafanya tendo lilo basi moja kwa moja wanakimbilia katika mwili wa binadamu, kwa sababu wanajua katika mwili wa binadamu huwa askariul jini hawawezi wakaingia katika mwili wa binadamu. Na majini wa sampuli hii ndio inafikia wakati ya kwamba ukisema msomee dua basi moja kwa moja kutoka katika mwili wa binadamu inakuwa ngumu. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya watu wanakuwa na majini ya kupanda, wanasomewa ruqya, wanasomewa dua, wanapigwa fusho, yeye atapiga kelele natoka, lakini kesho na kesho kutwa unamkuta mule. Ina maana anajificha katika mwili wako kwa kuogopa kutoka katika mwili wako. Anajua akitoka tu basi anakamatwa na askarul jini. Ndio maana tunaambiwa msomaji wa ruqya pale ambapo anapokusomea basi asome bisauti murtafa, asome kwa sauti ya juu kumsomea sikio la kulia, ili mradi ile sauti mpagawishe moja kwa moja atoke akamatwe na maaskari wa kijini. Na endapo kifanyika hivyo basi moja kwa moja mtu kama huyo anakuwa yuko salama na amepona. Hadha min anwa'u shayatin, hawa ni aina ya majini waovu na namna ambavyo na maisha yao jinsi wanavyoingia binadamu.